Mheshimiwa Waziri, viongozi wote ambaye wamewakilishwa hapa, wananchi wa Narok, Bwana Yesu asifiwe. Enda subabogin. Majina ni yale ametajwa na nitachukua nafasi hii. Jambo la kwanza, waziri, na kushukuru kwa sababu jamii ya Ogiek au minorities wote ambaye ni 79 kwa taifa letu la Kenya, Mheshimiwa Rais kupitia executive order ambaye aliweza kutoa namba 2 ya 2023 iliweza kubuni presidential unit ya kuangalia maslahi ya minorities katika taifa letu, na Ogiek ni mojawapo ya hawa. Jambo la pili, najua ile executive order ambayo alitoa juzi miezi miwili ambayo imepita, executive order number 1 ya 2025 inaendelea kutia mkaso mambo ya jamii ya walio wachache na waliotengwa. Mheshimiwa Waziri, nina mambo machache kwa sababu ya jamii ambaye ni minorities na marginalized. Jambo la kwanza, tunauliza tuweze kupewa equal opportunities wakati ambaye inaajiriwa aswa maafisa katika kaunti ya Narok. Hapo mbeleni, Mheshimiwa Waziri, wengine wamechukua hiyo nafasi hata kuajiri watu wao kwa njia na kwa jina ya minorities and marginalized. Na hiyo tayari naomba iwekwe mipangilio kabambe kuona ya kwamba nafasi ya minorities na marginalized wasitumiwe na mtu yeyote kujiita ili kujinufaisha. Jambo la pili, Mheshimiwa Waziri, wewe ni wakili. Article 100 kwa constitution yetu ya 2010, 56 ya constitution yetu ya 2010 inazungumzia bayana nafasi ya jamii ya minorities ambaye hatujaona implementation ikiwa imefanywa ipasavyo. Ninaona Mheshimiwa Governor ambaye naibu wake yako hapa, rafiki yangu, katika section 97 of the County Government Act 2012 inasema ya kwamba tujumuishwe katika nafasi yote katika counties zote ambaye jamii ya Ogiek wanatoka, ambaye ni county 6 katika taifa la Kenya. Nikisimama leo hapa kwa niaba ya county hii, nasema tuweze kuangaliwa kwa hiyo nafasi. Mheshimiwa Waziri, ukiona hapa Narok Central, tunaomba division nyingine 2. Tunaomba division ya Ngareta, tunaomba division ya Olchoro. Tukipewa hiyo division 2, nafikiri kazi na serikali itakuwa imekaribia wananchi. Ukiona pale ambaye imetajwa Purko Loita sub county ambaye inahitajika kwa pakubwa, ukiona sasa wanatoka na Rosra more than 70 kilometers kuja kwenda kutafuta services Narok South Lolulonga, ambaye tunasema serikali ikaribie wananchi. Tayari nilisikia mulitaja hiyo, tuletewe kwa haraka na watu wetu watasaidika kwa pakubwa. Jambo lingine, watu wetu wa kule Sasimwani, Mheshimiwa Waziri, unajua tumekutana na wewe mbeleni kule Boma Inn wakati ambaye tulikuwa tunazungumzia mambo ya tulikuwa tumekutana kama team ya World Bank na team ya East Africa kuzungumzia mambo ya msitu ya Mao, na kwa sababu ya jamii ya Ogiek ambaye tulikuwa huko, nataka nikuambie Mheshimiwa Waziri, najua kwanza wewe uyuko mbali kwa sababu msitu ya Embumbut ambaye wewe umetoka kule, jamii ya Ogiek hawa walipotolewa kule Sasimwani, sasa hivi mheshimiwa wanakaa nje, na ila ambaye ni hatari zaidi, watoto wao zaidi ya 200 hawaendi shule. Ningetaka kuomba, kwa sababu nimekuja kwa ofisi ya County Commissioner mara si moja, kuona ya kwamba hawa watoto wanahitaji kuregeshwa shuleni, kwa sababu mahali ambaye jamii hii watapata equal opportunity ni kwa masomo. Kwa hivyo hiyo iangaliwe na waweze kuangalia serikali, of course, wanaposhughulikia hawa watu mahali ambaye wataenda. Ile kesi ambayo iko Arusha, Mheshimiwa Waziri, najua ya kwamba hiyo si suluhisho. Suluhisho ni kuketi na serikali yetu tuone ya kwamba tumesuluhisha mambo ambaye inagusa hii jamii yetu. Nikimaliza, Mheshimiwa Waziri, nataka kusema kule eneo la Kilgoris, tuna eneo ambalo inajulikana kama Kimindet.
jamii yetu wamehangaishwa sana, na nashukuru kwa sababu viongozi wa serikali ambaye wa eneo hilo wako hapa. Nataka kusema ya kwamba hawa watu wanashikwa ovyo ovyo, wamewekwa ndani ovyo ovyo, jambo ambalo tumeongea na security team na county commissioner. Nataka kusema ya kwamba hapo iangaliwe, na nataka kushukuru regular police kwa sababu nyinyi hamujakubali kwa njia yoyote kutumika, lakini kitengo ya DCI nikitaka kusema ya kwamba iangaliwe kwa sababu kidogo ni kama wanadhulumu hawa watu wetu huko. Wakikosea ndio sheria ifuate mkondo wake. Tunaishi katika nchi ambayo iko na sheria na tunaheshimu sheria na tunataka kufuata hiyo, lakini ikiwa wamepeana report OB wako naye ya kwanza ya pili, and then yule ambaye anakuja tena baada kupeanwa OB mara 3 ati ndio sasa inachukuliwa hatua, tunataka kusema usawa itakuwa wapi? Mwisho kabisa ni kusema ya kwamba sherehe ya ambayo imefanyika, Mheshimiwa Waziri, ya jamii zote ambaye waliotengwa na walio wachache ambayo inafanyika Bomas of Kenya, tunafanya mwaka huu tena. Tunaomba kwa niaba ya minorities and marginalized group, Mheshimiwa Rais this time round yeye mwenyewe hawe mgeni wa heshima kule Bomas ambaye minorities wanamiminika kuwa kule. Kwa hayo yote Mungu wa mbinguni awabariki. Asante sana, mpigie makofi Reverend Lemama ambaye anawakilisha Ogiek. Sasa mwenye atafuata na tunaelekea sasa kumaliza hii category ni wakilishi wa wanabiashara katika jimbo la Narok, na namwombe kabisa dakika moja kama kuna barua ama kuna memorandum umeandika utupe, alafu tunampatia secretariat tafadhali, na usiongee mengi. Baada hiyo mwisho sasa wakilishi ya kila Waislamu, wakilishi ya Waislamu ambao wako Narok County, wakilishi, na naambia kuna mzee anaitwa Sheikh Hassan Olengwata, yuko wapi yeye? Sheikh Hassan Olengwata, njoo karibu hapa. Baada ya kumalizana na Olembatian itakuwa wewe, na dakika moja kila mtu. Karibu Olembatian. Thank you very much. Bwana CS wetu Murkomen na wananchi wote, good evening. Nafikiri mimi nitakuwa very brief. Ningelipenda sana kwa niaba ya wanabiashara, tuko na changamoto mingi sana. Hasa hii barabara yetu inatoka kutoka Nairobi kuelekea upande wa Kisii, tuko na shida kubwa sana. Kwanza kabisa ningelipenda kama tungekuwa tuone vile tunaweza weka pale rungu ya Moi. Wanasiasa wamekuwa kifuna nini hapo, lakini wananchi wanaumia kwa sababu ya hiyo kukuja kuongea. Ningewezekana tungeliweka roundabout kwa sababu is the only county doesn't have the roundabout. Hiyo ni jambo la kwanza. Ya pili, wenzetu wale ambayo tunaweza sema security, tuko na shida moja ambayo tulisema K24 tulikuwa tumeimba tukasema itawekwa police post. Saa hizi tu bado, na population ya watoto ya university ni 11,000. Ukichanganya na ile ya Narok 120, utaona ile hiyo security wanakuwa hakuna, kwa sababu watoto pia wanataka police post. Pia ningelipenda zile sehemu ambazo zinataka police post, na bila hiyo hatutaweza kufanya mambo ya security, na tukue serious. Ningeliomba tu mchukulie serious. Hata mwenzangu pia wana MP wana Narok East, kuna ile sehemu ambayo inataka police post. Kuna wawekezaji wengi wanalia kwa sababu ya ng'ombe kuibwa kila siku, na pale inaitwa upande Donyo na Rasha chini ya police post. Sasa mimi ningeomba tu bwana waziri wetu, pia tungetaka kwa sababu hii kaunti yetu pia tunataka kuweka hii kaunti yetu ikuwe 24 hours economy. Na ile kuna wale wenzetu ambao sasa tunataka street light, tuwe watu wanaweza fanya biashara for 24 hours. Kwa hayo machache niko na proposal na nita present to you, na ningeliomba pia nisisahau tuko na gari moja ya patrol katika county yetu, na hiyo patrol gari moja haiwezi tekeleza county, na ningeliomba sana uangalie hiyo, kwa sababu watu wakilia hakuna vile polisi wanasachukulia hatua haraka sana. Thank you very much. Asante sana Olembatian, wakilishi wa wanabiashara. Pigie makofi.
Mpigie makofi mwenye ata sasa mfuata Olempatia, ni wakilishi wa wanabiashara.